Alasiri njema mtazamaji, natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivyomie. Karibu sana kwenye taarifa zetu za Mbiu ya KTN, tukupashe na taarifa ambazo zimegonga vichwa vya habari alasiri hii. Jina langu ni Zubeida Kome, karibu sana tukupashe mengi zaidi. Wizara ya Afya imetangaza visa 133 vipya vya maambukizi ya corona kutoka kwa sampuli 365 zilizopimwa kwa kipindi cha saa 24 zilizopita. Ni idadi ambayo inafikisha jumla ya maambukizi nchini hadi watu 3727. Aidha, wagonjwa 33 wamepona na kuruhusiwa kurejea nyumbani na kufikisha jumla ya idadi ya waliopona kufika 1286. Cha kuhuzunisha hata hivyo ni kuwa mtu mgonjwa mmoja zaidi wa corona amefariki, huku jumla ya wagonjwa waliofariki ikifika 104. Waziri Kagwe alitoa taarifa hii kutoka Olkalau, kaunti ya Nyandarua, kaunti iliyo miongoni mwa kaunti chache ambazo hadi kufikia sasa hazijarekodi kisa chochote cha maambukizi ya virusi vya corona. We have today 133 people who have tested positive to the disease, out of a sample of 3,365 persons who we tested over the last 24 hours. This now means that Kenya has 3,727 people who have tested positive to date. And the total number of samples tested is 118,701. We continue to be happy about our discharges. Today, we have discharged 33 more patients from the various health facilities in Kenya, bringing the total number of recoveries to 1,286. Unfortunately, we have lost one more patient to the disease, and our sincere condolences go to the bereaved family and friends. As observed, the number of those infected with the virus continues to rise. And as a country, we must take individual responsibility to curtail this. I am glad to note, as I said earlier, that Nyandarua at the moment is COVID-free. And I want to appeal, seriously appeal, to the people of Nyandarua to make sure that this status is what has been maintained. What happens elsewhere is that when you get one patient and then another, it grows exponentially, and very soon you get the kind of cases you are hearing in Nairobi and elsewhere. So I am happy and glad that this is the status that you have. And the reason why I am here today is to urge you to keep it that way. Because if you keep it that way, it means that you'll save money for the county government, you'll save money to the national government, but you also save the families money for medical care. Tunatoa pole zetu kwa wote waliofikwa na msiba. Katibu mkuu wa muungano wa vyama vya wafanyakazi Francis Atwoli ameunga mkono mikakati iliyowekwa na Rais Uhuru Kenyatta na Waziri wa Afya Mutahi Kagwe katika kukabiliana na janga la corona humu nchini. Kwa mujibu wa Atwoli, serikali imeweka mikakati kabambe katika kufungua uchumi na kuhakikisha kwamba sekta muhimu zinafunguliwa. Wakati huo huo, Atwoli amependekeza baadhi ya viwanda vilivyokuwa vimefungwa kufunguliwa ili kukwamua uchumi wa kitaifa, huku pia akihoji kwamba hoteli kubwa zifunguliwe angalau hadi saa 1 jioni. Kwa upande wa madereva wa masafa marefu, Atwoli ametangaza kwamba amemwandikia barua waziri wa uchukuzi James Macharia akimtaka kufanya majadiliano na mwenzake wa taifa la Tanzania na Uganda ili kuhakikisha kwamba madereva wa masafa marefu hawakwami mipakani kwenye juhudi zao za kuingia kwenye mataifa haya jirani. Ikiwa tutakuwa na hii ugonjwa vile inavyoonekana utakuwa na sisi kwa muda mrefu, ni lazima turegeze masharti mengine, kama zile restaurants zetu ama zile hoteli zetu za watu kunywa chai na kuondoka na kupata vyakula, ni lazima sifunge, serikali ifungue mpaka saa 1 jioni, ili watu hao wanaweza kula chakula, wanafunga saa 1, wanachukua lisali moja,
kufika nyumbani kabla ya saa 3 kufika saa ya curfew. Pili, zile hoteli za wageni kubwa kama Serena, hoteli kama Hilton, hoteli zetu kubwa kama Stanley na zile zingine ziko Mombasa, White Sands na zile zote hoteli zetu kubwa, tungeliuliza serikali mpaka Masai Mara sifunguliwe na kwa njia ya kuangalia sana, ili wale wafanyikazi waliokuwa wanafanya kule warudi na waangalie ya kwamba wako wasafi na wageni pia wanapimwa kabla wajaingia. Tumeandikia waziri wetu wa transport Bwana Macharia, muuliza ya kwamba aongee na waziri mwenzake wa Uganda, wasikizane kwa hii mambo ya madereva wa magari ambayo ni ya kuenda Rwanda, Uganda, Burundi, hizi malori, madereva wa safari ndefu. Waongee na wale wenzao wa Uganda, serikali ya Kenya na serikali ya Uganda, waangalie ya kwamba kwanza, jambo la kwanza ya kwamba wapeleke watu wa matibabu, madaktari wa kupima kwenye mpaka haraka. Mtu hiyo inachukua dakika chache kupimwa na kupata certificate na kucross. Pili, wakiwa kule Uganda pia watambuliwe kama wafanyikazi ambao wametoka Kenya, vile tunavyotambua Waganda wanapoingia katika Kenya, wasipate kusumbuliwa katika nchi ya Uganda, na sisi pia tusiwasumbue Waganda. Hizi nchi ni mpaka tu, ni nchi moja za Afrika Mashariki. Kwingineko, kampuni ya Reckitt Benckiser imetoa msaada wa kuwasaidia wale wanaoishi na virusi vya ukimwi ili kuwawezesha kupambana na virusi vya corona. Wakishirikiana na shirika la UNAIDS, wamesema kwamba msaada huo wa bidhaa vya kudumisha usafi vitawafikia watu 220,000 wanaoishi na virusi vya ukimwi katika nchi tofauti barani Afrika. Kampeni hii kunradhi kwa jina Fight for Access Fund itahakikisha wanaoishi na virusi vya ukimwi nchini wanapata bidhaa za usafi kwa muda wa miezi 3 ijayo ili waweze kupambana na makali ya virusi vya corona. Thank you. We know people have been affected, they have lost livelihood, but still there are people in communities that have been affected more or kind of experiencing a double threat. So HIV is right there, but also the COVID itself. So we have now come together, join hands, to support the national COVID response, and as part of that national COVID response, now we are reaching out to the communities to provide them some basic high-quality hygiene. We actually into partnership with UNAIDS. UNAIDS is helping us to coordinate to provide high-quality hygiene products to people living with HIV. What this fund aims to do is to implement initiatives across the world, of which here in Kenya we have one, that meet our fight. Our fight is to make access to high-quality hygiene a right. Mzozo unatokota baina ya wakazi wa Naivasha na mwanakandarasi mmoja aliyepewa jukumu la ujenzi wa barabara eneo hilo. Wakazi hao wanapinga ubomozi wa nyumba zinazodaiwa kujengwa maeneo yaliyotengewa ujenzi wa barabara, wakidai wana stakabadhi halali na wamekuwa wakilipa ada zinazohitajika kwa baraza la manispaa ya Naivasha. Baadhi wanadai nyumba zao zimebomolewa na kuwafanya kuishi kwa kuhangaika bila makao, na sasa watapinga ubomoaji zaidi wa nyumba zao. Tunashindwa, kwani sisi tuko wapi? Ni tunabomolewa manyumba na tumejenga. Hii ploti iko na barua ya kanzo, si ati sio ploti ati haina barua. Na hakuna notice tulipatiwa, hakuna kuambiwa hata kuambiwa ati tunabomolewa, hakuna notice. Walipokuja ipeana notice za 21 days, lakini wakupeana side zote mbili. Walishukia tu na side moja. Sasa ndio tulikuwa tunauliza kwani kunaendaje, wanadai tu na side moja, na hii kaunti tu ndio ilipeana hiyo barua plot kajengwa. Tunataka kujua hao wengine wako huko juu ni wao legal advisors wa politicians wenye wako huko. Tunataka kujua ukweli wa mambo, kama hawa wako Kenya, hii ni Uganda na hii ni Kenya. Tujue kama sheria ya ubomozi inaendelea. Tulikuwa tumepatia watu notice, na tulikuwa tumepatia notice last year September. 3 months later tukawakumbusha tena, na tumepata kuwa tumekuwa na very many defaulters of the notices.
na unfortunately unapata pia wale watu ambao tunatengenezea barabara ama wale watu ambao walikuwa wameinvest kwa zile plots, unapata wanatupatia court injunctions. Purity Muthoki, mwanamke ambaye mikono yake ilikatwa na mwanamume aliyedaiwa kuwa mumewe katika kijiji cha Kwa Mavui, eneo la Mboni, kaunti ya Makueni, amesimulia namna amekuwa akiishi kwa ndoa iliyojaa madhila. Muthoki, ambaye kwa sasa anapokea matibabu kwenye hospitali ya rufaa ya Makueni, ameelezea kuwa amekuwa akivumilia kwa muda wa miaka 3 kwenye ndoa hiyo, akitumai kuwa kutakuwa na mabadiliko. Mwishowe alipoona hakuna kilichobadilika, alikuwa ameachana na mumewe na kurudi nyumbani, ila mumewe amekuwa akimfuata hadi huko. Kwa sasa analaumu babake kwa juhudi za kutaka kuwapatanisha ili arudi kwenye ndoa yake, akisema imechangia hali yake ya sasa. Babangu alikuja akaniambia bwana mwenye alikuwa amenioa ananiita tuongee. Mimi nikamuuliza dad, sasa nitaweza aje kuongea na mtu tuliachana? Na mimi sitaki mambo yake. Kaniambia tafadhali, nimekuomba msichana wangu ndio uongee na yeye. Mimi nikamwambia siendi. Baba alirudi akaniambia huyu jamaa amekuja na hizi mwachilia aende usiku, atampea nyumba ya bradhangu alale hapo. Sasa jamaa hakuenda kulala kwa bradhangu, aliambiwa kae hapo sitting, babangu aniite niongee na yeye. Na mimi nikakataa, nikasema sitoki nje. Dakika kidogo babangu alitoka na akaenda, sijui alienda wapi. Jamaa aliingia kwa nyumba na akachukua kufuli akafunga mlango na akapitia huku juu akuja kwa kitanda. Sasa hapo ndipo alianza pita. Ikiwa mwanaume asikilizani tena na bibi yake ama bibi na mwanaume, ni vizuri kuachana roho safi, lakini sio mmoja atendee mwenzake kitendo cha unyama. Na hata ikiwa kuna shida wakati wa COVID, watu wanakaa nyumbani pamoja, wanazozana, sio watu kupewa ruhusa ya kuumiza mwenzake, kwa sababu sheria inakataa, haki za binadamu zinakataa, dini zote zinakataa. Kwa hivyo hiki ni kitu cha unyama na ni kitu kinataka sisi kama serikali ya kaunti na serikali ya juu tupambane nacho vilivyo. Watu wanaoishi na ulemavu kaunti ya Samburu sasa wanatoa wito kwa viongozi eneo hilo kuhakikisha wananufaika na hazina ya fedha walizotengewa watu wanaoishi na ulemavu. Licha ya serikali ya kaunti hiyo kutenga shilingi milioni 5 kwa mwaka wa kifedha wa 2019-2020, wanadai hakuna aliyenufaika na mgao huo. Wanadai hawaelewi zinavyotumika fedha hizo. Ukweli na poda na riboki ndio hapa ni mwana ni video ndio ndo mara moja basi unamjua Basi asante Mheshimiwa Spika. Tunafunga na waziri wa afya. Samburu County, viongozi wetu wajitokeze na watusaidie, kwa sababu hatulii bure. Kwa kusema kweli tunaumia sana kama walemavu, especially Samburu kwa jumla. Hakuna benefit yoyote tunapewa. Tulisema hii pesa kidogo ya kwanza tuweze kutoa nje kidogo ya town, ili tupeleke hizo pesa mashinani na iweze kusaidia walemavu kwa mashinani. Tumefanya mambo mengi na hizo pesa, tumewanunulia vyakula, tumewajengea wengine, tumefanya tu mambo mengi, tumepeleka watu hospitali, tumepatia hata wengine wafungue biashara, tumefanya mambo mengi.
Wafanyabiashara katika kaunti ya Kwale wanaishinikiza serikali ya kaunti kuzima mipango ya kutaka kumng'atua gavana wao Salim Mvurya, wakihofia kuwa uhusiano huo hafifu huenda ukaathiri mazingira ya kuendeleza biashara zao. Kuna madai kwamba baadhi ya wawakilishi wadi wanapanga kumtema nje Mvurya pamoja na naibu wake Fatuma Achani. Bunge la kaunti limemuuliza gavana Mvurya kufika mbele yake ili kujibu maswali kuhusu uongozi wake wanaodai ni duni miongoni mwa masuala mengine. Hii siasa itakuja, siasa itapita, lakini wananchi wa Kwale wanahitaji huduma bora. So sidhani kama huu ni wakati mzuri ambapo wawakilishi wa wodi wanafaa kuwa wakisukumana na gavana ama gavana akitatizana na MCA. Kusema ule ukweli, tumeenda chini sana kwa sababu ya corona. Ili waweze kutufanyia hata kama ni msaada wa chakula, watuletee msaada ya chakula, wawache gavana afanye kazi na washirikiane na gavana wetu. Ningeuliza ama MCA wawachane na mambo ya kuimpeach gavana kwanza, wawache ubinafsi wachunge watu wao. Na ile kitu najua wanataka kuimpeachia gavana ni vile gavana ugani nao, kwa maana kila kitu wakitaka kusaini chochote ili wapitishe msaada gavana atupatie chakula ama atusaidie, wataka kwanza hawa wapeo kitu ili wasaini. Kama kweli tunataka tuwe sawa na tuwe fair kwa wananchi wetu, kwanza tuhakikishe kwamba huduma za afya zimeboreshwa zaidi. Kuna ventilators za kutosha, si Msambweni peke yake. Msambweni tunataka kama tuwe na 4, Lungalunga tuwe na 1, Kinango 1, Samburu 1 na hospitali zote zile ambazo za rufaa na Kwale pia 1. Ili ukiwa na jambo lolote, mruko wote wa haraka, yule mgonjwa aweze kukimbizwa pale ili aweze kupata huduma. Siku chache baada ya waziri wa fedha hapa nchini Ukur Yatani kusoma bajeti ya mwaka 2020-2021, wakulima wa ndizi katika kaunti ya Taita Taveta sasa wameelezea kuwa wamepuuzwa na sasa wanakadiria hasara kwani mazao yao yamekosa soko. Walielezea hisia zao namna anavyoelezea mwanahabari wetu Hezron Kimari kutoka kaunti hiyo. Naam, kwa hivi sasa niko moja kwa moja kutoka Taveta, na ikiwa tu ni siku chache baada ya waziri wa fedha humu nchini Ukur Yatani kusoma bajeti ya mwaka 2020 na 2021, lakini wakulima wa ndizi maeneo haya wanaonekana wakitoa hisia mseto kuhusiana na bajeti hiyo. Hebu hivi sasa tusikie tu baadhi ya maoni ya wakulima wa ndizi kutoka hapa Taveta. Kwa majina anaitwa Mbetejo Saitori Letiamaki, mzaliwa wa Taveta hii. Kwa nini hatujasikia bajeti ikipangwa katika ukulima hapa Taveta, kutokana na ndizi, kutokana na tomato, kutokana na vile vyote vilivyo hapa Taveta? Lakini bajeti imepangwa kwa vitu vingine. Kwa nini sisi tunasaulika na vitu vyetu hapa Taveta? Pili, usafiri wetu wa Taveta katika mmea hii yetu ya ndizi tumekosa. Sasa tukiona kwamba tunapeleka mmea yetu, lazima mtu mmoja ndiye anapeleka, ile dereva na tadiboy, lakini sisi tunawacha nyumbani. Je, tuna hakika kwamba ile mmea yetu, ile ndizi zimeuzwa shilingi ngapi? Tunaomba serikali yetu hii, hata viongozi, Mama Haika, Mama Naumi na viongozi wote katika wodi zetu za Taveta, tunaomba wawe kiongozi kututetea mali yetu. Ndizi tunauza hapa tunapata hasara. Ndizi ya 500 ilikuwa tunauza, sasa ni 300 mpaka 200. Ikienda Mombasa wanasema hakuna biashara. Sasa tungeomba Taveta mtupanulie jinsi tutafanya biashara. Watusaidie, hata serikali tukumbuke. Maana hata juzi kwa bajeti hawakutuweka wala hatukutaja Taita Taveta ndizi zinaleta shida. Hatukuona, tuliangalia katika bajeti hatukutajwa. Sasa ndio tungehitaji serikali itukumbuke Taveta, maana tunaumia kwa ajili ya biashara. Watoto wanahitaji kwenda shule, wanahitaji wale na hakuna pesa. Sasa kwa hivyo serikali tunaiomba itukumbuke. Hatutambuliki kabisa. Hata sijasikia siku tumeitwa hivi wafanyabiashara wa ndizi njoni hapa tuwasaidie na jambo fulani. Ni hakuna. Budget kila miaka zikipita, hakuna siku tunasikia wafanyabiashara wa ndizi wamehesabiwa. Hakuna. Haya, ndizi ndizo hizi. Tukifungia watu saa nyingine urusho pesa, saa nyingine mtu akwambie gunia alijajaa.
na pesa ni nyingi zile tunanunua. Unaona hazilipi kwa ujumla. Sasa shida, sisi tungeomba serikali kama kweli inatuhitaji na inatutambua na tunawapatiaga kura kila miaka, wanasi watutambue kama wanabiashara wa ndizi. Waziri wa fedha akiongelea mambo ya wakulima na mambo ya wamama. Jamani, na pesa akasema zimetolewa za jamii kwa watu wa chini. Jamani, hizo pesa zifike mashinani. Maana hatujui hizo pesa wakati zinatolewa zinaishaga wapi. Hatuzioni sisi tukiwa wamama. Na sisi wamama ndo tumeshikilia familia. Sasa wakiwa wanatuambia pesa zimetolewa na hatuzioni mashinani, tutakuwa tunasaidika na nini? Unakata ndizi, mtoto anakula asubuhi, mchana unapikia, jioni anaiona anasema tena mama leo ni ndizi. Yani unachoka paka unashinda sasa huyu mtoto nitamsaidia na maana nimekuja kama leo tumekuja kuna kazi. Sasa ukirudi hali si ile uliacha jana ndio hiyo utakutana na yenyewe. Sasa hayo yakiarifiwa, wa Kenya wameshauriwa kuendelea kufuata maagizo ya serikali ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Mbunge wa Keses Mishra Swarup amesema kuwa Wakenya wanapaswa kujifunza kuishi na corona, ikizingatiwa kuwa haina tiba na itachukua muda mrefu kuimaliza. Akizungumza baada ya kutoa vyeuzi kwa wafanyabiashara kwenye masoko ya eneo bunge lake, Mishra amesema kuwa njia pekee ya kukabiliana na virusi hivyo ni kuendelea kufuata maagizo ya serikali hadi wakati ambapo chanjo ya virusi hivyo itakapopatikana au miili ya Wakenya itakapopata kinga dhidi ya virusi vyenyewe. This coronavirus, we understand, it will stay with us, and you can't remove virus which is electron microscopic. But what we need, as far as management of coronavirus is concerned, first is preventive, number 1. Number 2 is developing immunity. Number 3 is the vaccine. There is no treatment for viruses. We develop the immunity. Then only virus can be there, but it will be in an effective way. So the preventive aspect is very important because we have to be well educated and well versed. Na mtazamaji, tukupashe na taarifa za hivi punde, ambapo ripoti ambazo tunazipokea ni kuwa ikulu ya Nairobi ama ikulu ya Rais imethibitisha kwamba watu 4 wafanyakazi katika ikulu hiyo ya Nairobi wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona. Hawa ni wale ambao walipimwa kwenye shughuli ya kuwapima watu kwa wingi iliyofanyika Alhamisi tarehe 11 mwezi Juni, ambayo imethibitisha kwamba watu 4 wafanyakazi wa ikulu ya Nairobi wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona. Haya ni kulingana na msemaji wa ikulu Kanzedena, ambaye amesema ni mojawapo ya harakati ambazo zimekuwa zikifanywa za kuwafanyia uchunguzi wafanyakazi wa ikulu, ikiwemo familia ya Rais pamoja na Rais mwenyewe. Wamekuwa wakipimwa kila wakati ili kuhakikisha kwamba wao pia wako salama na kwamba hawana maambukizi ya virusi hivi. Kufikia sasa 4 hao ndio pekee wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona, lakini kulingana na taarifa hii ambayo ameituma kwa vyombo vya habari ni kwamba familia na wote waliokaribiana na wale ambao wamethibitishwa kuwa na virusi vya corona wanafuatiliwa pia kwa karibu na kufanyiwa uchunguzi kuona iwapo pia wao waliweza kuambukizwa virusi vya corona, wakisema kwamba haya ni kuthibitisha kuwa hakuna yeyote ambaye hawezi kupata virusi vya corona. Mtu yeyote anaweza kupata virusi vya corona, na hivyo wakatoa wito kwa kila mmoja kuwa macho, kuwa makini na kuzingatia kanuni zilizowekwa ili kuweza kukabiliana na virusi vya corona. Ni taarifa za hivi punde ambazo zimetolewa na ikulu ya Nairobi, ambayo imethibitisha kwamba kutokana na uchunguzi uliofanywa kwa wafanyakazi wa ikulu ya Nairobi, 4 wamepatikana kuwa na virusi vya corona. Lakini wakasisitiza kwamba Rais na wote wa familia yake wako salama. Wao pia walifanyiwa uchunguzi, lakini wote wako salama. Ni hao tu 4 ambao wameweza kuthibitishwa kuwa na virusi vya corona. Ni taarifa za hivi punde ambazo tutakuwa tukikupasha na mengi zaidi pindi taarifa zaidi zitakapotufikia hapa studioni. Zaidi ya wapangaji 200 wanaoishi kwenye jumba moja mtaani Eastleigh Phase 3 wameelezea kilio chao kuhusu madai ya kunyanyaswa na mmiliki wa jumba hilo. Wapangaji hao wanaishi na hofu ya kupata magonjwa hatari kufuatia
ukosefu wa maji kwenye jumba hilo lenye ghorofa 8 kwa muda wa mwezi mmoja sasa. Licha ya kumfahamisha mmiliki wa jumba hilo, wanadai kupuuzwa na sasa wamelazimika kununua maji kwa kati ya shilingi 80 hadi 100 kwa mtungi mmoja wa lita 20. Kwa nje, jumba la Albarsha Riverside lenye ghorofa 8 lililoko mtaani Eastleigh Section 3 linavutia. Kunazo familia zaidi ya 200 zinazoishi hapa kama wapangaji. Ila maisha yao yapo kwenye hatari ya kuambukizwa maradhi hatari. Isipokuwa tu maji taka yanayovuja na kutiririka kutoka kwa mabomba mabovu, wapangaji hapa hawana maji safi. Hii nyumba saa ingine wakati hakuna area hii yote maji wanakuuzia 100. Saa ile iko maji, saa hii kwanza area yote iko maji. Isipokuwa hii Albushra tu peke yake. Saa hii wanatuuzia 50. Kinaya ni kuwa maeneo ya karibu yapo na maji kwa wingi. Licha ya kulipa kodi ya kati ya shilingi 33,000 hadi 35,000, wanadai kupuuzwa na mmiliki wa jumba hilo. Wasiwasi wao ukitokana na hali kwamba licha ya kutakiwa kuzingatia usafi kwa kunawa kila mara kama tahadhari ya kuzuia maambukizi ya korona, hawana uwezo huo kwani maji hayapo. Tumefungiwa hapa, hatuna kibarua ya kwenda. Sasa kama huna pesa na huna pesa ya kununua maji, utanunua kiasi gani? Na choo iko choo 2 kwa nyumba. Na unajua choo kila saa ukiingia inataka maji wewe mwenyewe. Iko corona virus, wanasema kila mtu aoshe mkono. Iko watoto wadogo wadogo wanaenda kucheza nje, wakirudi wanataka maji ya kunawa mkono. Hatuna maji ya kunawa mkono. Wengi wao wametamani kuhama ila wamelazimika kuvumilia baada ya mwenye nyumba kukataa kabisa kuwarejeshea fedha zao. Tangu hii nyumba ijengwe mpaka sasa hatuko na landlord, na tulikuwa tunataka landlord aingilie kati, atatue hii shida ambayo tunakumbana na hii nyumba ya ukosefu wa maji. Sasa huyu mwanamke mwenye kateka anatunyasa na sisi tuko na haki. Sasa tunataka kujua, watu wajue, au mwenye nyumba akisikia habari akuje nyumba yake. Kama anataka hatutaki kuishi nyumba, atumwambie tuende tu tuondoke. Mmiliki wa jumba hili anadaiwa kwenda mafichoni na kuacha wapangaji mikononi mwa mtunza vyumba. Juhudi zetu kuzungumza na mtunzi wa jumba au mmiliki ziliambuliwa patupu baada ya kuzuiwa na walinzi. Shadrack Miti, KTN News. Aliyekuwa kiongozi wa Cuba Fidel Castro aliongoza Cuba kwa karibu miaka 50 akiwa waziri mkuu kisha rais. Alikuwa na fikra nzito za mapinduzi na anakumbukwa kwa mapinduzi aliyofanya mwaka 1959. Katika makala ya mirathi ya siasa awamu ya kwanza kumhusu Fidel Castro, tunaangazia maisha yake tangulizi hadi alipofanya mapinduzi ya rais aliyekuwepo Fulgencio Batista. Paul Naviswa anakupa makala hayo kutoka kwangu. Sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofaulisha matangazo haya, nasema asante sana kwa kuchagua taarifa za Mbiu ya KTN. Uwe na alasiri njema. Jina langu ni Zubeida Kome.